Asante kwa uwepo wako. Asante kwa nguvu yako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa nguvu zako Bwana. Kuna mtu atapona leo. Kuna mtu atainuliwa na Bwana leo. Toka kwa shaki. Haiwezi kuwa ni ibada ya kawaida. Toka sasa. Toka sasa. Haiwezi kuwa ni ibada ya kawaida. Toka kwa kuru. Kila mapepo, maroho toka kwa anga yake. In Jesus name, total deliverance. Haiwezi kuwa ni ibada ya kawaida. Total deliverance. Ni wewe Mungu mwenyewe na ni sauti yako Bwana. Naomba Yesu kajidhihirishe, maana Bwana wa milele wastahili. Katika jina la Yesu Kristo, Yesu wa mbinguni Bwana. Pita kwa neno lako, dumia watu wako, maana Bwana wastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kusema. Tumeomba na hata kusema. Moja kwa moja kwa neno la Bwana. Moja kwa moja tuingie kwa neno. Kitabu ni kile cha Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Matthew ama Mathayo kifungu cha 6. Matthew chapter 6 verse 1. Tutaanzia mstari wa kwanza tukiteremka na Mungu atatenda kwa yote. Matthew chapter 6 verse 1. Na topic yetu inasema kufanya mapenzi ya Bwana. Kufanya mapenzi ya Bwana. Tusije tukafanya mapenzi ya watu vile watu wanataka. Kufanya mapenzi ya Bwana. Hiyo ndio topic yetu jana leo. Fanya mapenzi ya Bwana. Kitabu ni kile cha Matthew chapter 6 verse 1 tukiteremka. Mathayo kifungu cha 6 kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Matthew ni kitabu cha gospel. Hapa ndipo utapata habari za Yesu vile alikuwa anafanya hii kazi. Lakini tazama hapo mstari wa kwanza, Matthew chapter 6 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo ampati thawabu kwa Baba yetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu anaongea, akiambia wanafunzi wake. Nakumbuka wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wakati unapomtumikia Bwana, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Lakini Mungu anasema tuangalie, tusifanye mambo mema mbele ya macho ya watu. Maana kuna watu wanafanya vitu ndio waonekane na watu, si waonekane na Mungu, na si wajulikane na Mungu, na si malipo yao itoke mbinguni. Wanataka tu wakifanya watu waone, watu wawasifu, na pale ndipo napata hakuna jibu inayotoka mbinguni, na pale ndipo napata hakuna hata kubarikiwa. Maana utalipa nao watu tu. Wakati unafanya kitu ndio mtu mwingine akuone, mbingu haitakulipa. Na hapo ndipo napata mtu anasema, aki naomba sana, nafanya hii sana, lakini simuoni Mungu. Unaweza kuwa katika maandalizi, ni sawa, ama Mungu anaweza kuwa anakuambia ngojea. Lakini kuna wale watu wanapata, wale watu mbingu haina msaada wao, sababu wakati waliomba wakuomba waonekane na mbingu, waliomba ama walifanya ama walibarikisha waonekane na watu, ndio wasifiwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mtu anafanya kazi ya Bwana, umetoa kitu kwa madhabahu, usitake kufuatilia kile kitu nilitoa kilienda wapi na kilitumikaje na kilifanyaje. Maana wakati umetoa, mbingu itatazama ile kazi umefanya.
utafanya na mbingu itatuma msaada wako. Lakini wakati utafuatilia uone kama watu waliona, kama kuna mtu anaweza kukusifu, kama kuna mtu anaweza sema alifanya mazuri, pale ndipo napata hakuna jibu yako na kuna msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wangi hawatakangi, lakini hiyo ndio message Yesu amenipa mchana leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati unaongoza watu, ujue umechaguliwa na mbingu. Ongoza vile inastahili, na wakati unapoona ya kwamba unafanya mema, acha Mungu akubariki. Lakini si kufuatana na watu. Hiyo niliona hapa kitambo, saa hii iko. Unaona mtu ndio huyu anafuatana na watu kuambia vile yeye ni mkubwa, akiwaongoza vile yeye ako na mamlaka, na vile anatamani apewe sifa na atukuzwe na asifiwe na ambiwe ni mzuri na aletewe vitu kwa mikono yake. Na hapa ndipo Biblia inasema, kwa maana mkifanya kama hayo ampati thawabu kwa Baba yetu aliye mbinguni. Unapata hakuna kulipwa na Mungu, sababu already umeelezea watu. Kwa hivyo thawabu yako umepata kwa wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Roho Mungu anataka mchana leo, kama tutafanya kitu ni kwa ajili ya Mungu, tungojee mbingu itulipe, tungojee mbingu itukuzwe, tungojee Mungu ana ile kazi njema tumefanya. Ndiposa naye Yesu atume malaika wa Mungu alete baraka zetu. Kuna watu wanamuona Mungu sana kwa vitu ndogo ndogo wanaofanya, lakini hawataki wajulikane. Haleluya. Sijui kama ushaona mtu amekufanyia kitu na amekutangaza kila mahali. Amekukopesha fedha, mimi mliongea mkiwa wawili, lakini kila mahali anatangaza. Na hivyo ndivyo napata hakuna malipo, analipwa na Bwana. Hata kama kulikuwa na kitu alipo hakuna, sababu yeye anataka onekane na watu na ajulikane na watu, yeye ndiye anafanya. Tulikuanga na watu wakifanya kazi ya Mungu kidogo hapa, wanatangaza vile walifanya na vile walitoa na vile kweli ndio wanategemewa malapa. Lakini siku moja Bwana akasema, kazi ile inafanyika ni kazi yangu, na mimi ndio huwa nabariki watu wangu, na wale watu nitawatoa waende, ndio kazi yangu ifanyike. Wajue si wao walikuwa wanafanya wakijisibu, mimi Mungu ndio nilikuwa nafanya, na nitainua watu wengine na watanitumikia. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mstari wa 2 unasema, basi wewe utoapo sadaka ama fungu la 10 ama chochote kwa nyumba ya Bwana, usipike panda mbele yako. Uongee ujitambulishe, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na jiani, ili watukuzwe na watu. Wale watu wanataka sifa kwa watu, wanataka kutukuzwa na watu, ya kwamba si umeimba vizuri. Hata wakati unafanya huduma watu wafunguliwe, umeimba vizuri, umeimba mpaka hakika umeona leo Mungu amenitumia, watu wamefunguliwa. Usijisifu. Wakati unapojisifu, naye shetani anainuka na jeshi lako, anakupiga wewe. Unapata juu ulijisifu kwa watu, hakuna malipo ya mbingu na hakuna malipo ya madhabahu. Maana ulijisifu kwa watu vile umeimba na vile uko na upako wa kuimba. Pale ndipo napata mtu alikuwa mtu anaimba vizuri, lakini miezi 2 mitatu umuoni tena kwa kanisa. Sijui kama shaona kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kuacha utukufu, mrudie Bwana. Chochote wapendwa tunachokifanya, Mungu anataka tuache utukufu, mrudie. Na utukufu kirudi mbinguni, malipo tutalipwa kutoka juu mbinguni. Pokea neema kutaka kila kitu. Mungu atukuzwe yeye mwenyewe. Utukufu mrudie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapata wakati kama mtu amehubiri vizuri, amehubiri
nimehubiri mpaka watu wamefunguliwa. Anasimama anajisifu, anasema hakika leo nimehubiri, nikahubiri mpaka hakika hata huyu mchungaji huyu mnamuona mkubwa hapa hawezani na hii neema niko nayo. Mtu anajisifu, anajisifu, na pale ndipo unapata, kwa kuwa thawabu yake amepatiana kwa watu na amejisifu kwa watu, shetani anainuka kumpiga. Lakini Mungu anasema kile tunafanya tuache, mbingu isikie, mbingu itulipe, na malipo yatoke juu mbinguni, na Mungu mwenyewe ajipatie utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 nasema, amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao hao wanaojisifu kwa watu na wanaojisema kwa watu. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Wakati unapofanya kitu, huyu mtu ako saidi yako asijue. Huyu rafiki yako unamuona, usishindie kumtangazia, mwache tu, maana mbingu inangojea. Si ukifanya hii unaenda unasema, ukifanya hii huyu rafiki lazima mwambie. Tena unataka uonekane, na ukiona ni kama hujaonekana na hujasifiwa, lazima utafute watu waelezee. Mungu anakataa hiyo, anasema tutalipwa na watu, na pale hakuna msaada. Lakini tukingojea mbingu iangalie, itazame, kuna msaada. Mstari wa 4, sadaka yako na iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Mstari wa 5, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Sijui kama mshaona watu kama hao, anaomba aonekane tu, yaani akisimama tu anaomba ndio aonekane, na yuko rohoni. Maombi nzuri ni yale maombi ya rohoni. Pokea neema ya kutamani kuongozwa na Roho wa Mungu. Wakati unapoingia kwa nyumba ya Bwana, hata kwa nyumba yako, usiombe ni kama mtu mwingine asikie wewe unaombanga sana. Maana kuna watu wanakuanga, sijui kama shakutana na watu kama, unasikia mtu anasema naombanga, na vile naomba nikaomba sasa hiyo amefungwa, na anashindia kusema vile anaombanga, naomba mpaka naanguka chini. Shaudumia watu wanasemanga hiyo kitu, mimi naombanga, naomba mpaka Mungu akaongea na mimi. Lakini ukimsikiza vizuri, ni malaika wa giza anaongea. Utajua mtu anaongeleshwa na malaika wa giza wakati atashindia kusema sauti ya Mungu imeniambia, Mungu amesema, Mungu ameniambia. Umesikia kuna pasa alikuwa ananiambia, walikuwa akimaliza ibada, dada mwingine alikuwa anamwambia, umesikia wewe? Anamuuliza nini? Hujasikia? Si nimesikia sauti ya Mungu imeongea hapa kwa hii ofisi. Wewe hujasikia? Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu haiongei ovyo ovyo. Hata wakati Mungu alikuwa anaongea na Musa, alikuwa anamtenga na watu. Hakuna siku Haruni alisikia sauti ya Bwana. Wale watu sikia sauti ya Mungu ni wachache, wapendwa. Lakini kwa kuwa naona mtu anataka aonekane, anataka asifiwe, anataka aitwe nabii, huyu ndio nabii, huyu ni mtu anaongeleshwa na Bwana, huyu ni mtu pale. Unapata sababu ile kiburi, malaika wa giza yule anayesema kwa neno la Bwana, kitabu cha Wakolosai, ameingia ndani yake, ameanza kumtumia. Unapata ni masauti katika anga yanamwongelesha kila saa. Mungu amesema, Mungu amesema, sauti ya Mungu imeniambia. Na pale ndipo napata na kuhudumia mpaka unaacha mzee wako. Kuna watu nasikia nasema, Mungu alitumana kwangu akasema usi mzee wangu, nikamwacha. Unajua mimi ni nabii mkubwa sana. Mimi anajisifu kusudi aonekane na watu. Lakini Biblia inasema tuache sifa zote zimrudie Bwana. Tusije tukaa watu wa kujitangaza vile Mungu anatutumia na vile Mungu anatenda kwetu. Maana kama unatumiwa na Bwana, watu watakuona tu. Haleluya. Kweli kama ni nabii, watu watakuona na watajua.
kweli kama unatumika kuhubiri vizuri, watu watakuona na watajua. Hata kama wewe unatoa, watu watajua fulani wanatumika na Mungu kwa njia hii. Lakini usijisifu, maana hautalipwa. Utafanya kazi nyingi, haina malipo. Bwana Yesu asifiwe. Ukinunulia mtumishi wa Mungu nguo, usiende ukitangaza ni siku hizi kitu tumeona wapendwa, tumeteseka na hii huduma. Acha nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Watu wanajisifu hapo na wanakula mimi, hao nguo wanafani mimi, wanaenda saluni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa Mungu anaishi, mtu akisha kuongea hawezi kaa hapa, malaika wa Mungu anamtoa. Na ukiona ni kama walikuwa wanategemea watu wanaendelea tena wanaishi vizuri kuliko wakati ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema aje hapa? Yesu alikuwa anaelezea wanafunzi, chochote wanafanya wasifanye waonekane na watu, wasijisifu kwa watu, wasielezee watu, waje wafanye mbingu ione, na hakika mbingu itawalipa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dada alikuwa anaimba huku kitambo, mimi sikuwa najua kuimba worship, nilikuwa nasikia watu wakiimba, maana siku hapa sana, nilikuwa niko kwa nyumba, watoto wangu ni wandogo na niko kwa kampuni, niko tu. Huyo dada anaimba, time ikafika akaongea kitu, akasema yeye kama hajaimba hapa, hakuna mtu hapa anaweza imba. Hata huyu mama hata atakangi kuimba, sijui ni kitu gani. Na yeye ajui, unajua mimi sijui kushikanisha hii, sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najua kuimba sifa. Lakini nakumbuka siku moja nikamwambia Bwana, nataka neema ya kukuabudu Bwana, maana hii usemi imesemwa si mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Akajitangaza kwa watu, akajionyeshana kwa watu. Lakini saa hii tunaongea ni mtu mwenye hata ukiambiwa alikuwa ameokoka huwezi jua, ameparara, ni kuzunguka, ndoa imekataa, maisha imekataa. Lakini na hapa Bwana ananitumia hata mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anajisifu muache, na ukiona kuna kitu kinakusumbua ujui, pokea neema kuchochea. Chochea kwa jina la Yesu Kristo. Hata mtu akisema ujui kuongoza, ujui kuongea mbele ya watu, isikustue. Unachochea, unamuita Bwana, unaambia Bwana, naomba tu mbingu ikanijue vile nataka, si sauti za watu, na si watu wajue, na si nielezee watu. Wacha Bwana nikuelezee, na najua utatenda. Pokea hiyo neema kuchochea, na hakika utaona msaada wa Bwana ukifika. Nakumbuka ile siku mtumishi wa Mungu alikuwa anajua kufuata hiyo beat, akanifundisha. Nikatoa sadaka nyingi hapa, nikaambia Bwana, na kuomba nataka vitu za rohoni, sitaki vitu za kujisifu. Watu wenyewe wacha waseme, wacha watu wakifunguliwa washuhudie, wacha watu waseme kwa vinywa zao, maana nataka mbingu izungumze. Nataka uwepo wako Bwana ukashuke, na wewe ukaonekane, na wewe ukahudumia watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hata siku zote uwe nikiendelea tu, nikisikia ni kama naona leo nimefanya vizuri, nasema ni roho ya kiburi inataka kufika, naambia Bwana nifinyange tu, niende chini, ninyenyekee chini, nikuwe chini. Bwana Yesu asifiwe. Maana naona wale tulianza na wao, kuna mtu kiburi kiinuka wanaondoka, sababu shetani anawapiga. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 unasema, tukimalizia, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Kuomba maombi ambayo si ya rohoni, kuomba maombi ambayo unataka usikike. Basi msifanane na wao. Mstari wa 8, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Kila unahitaji Yesu anajua, maana moyo wako uko. Chochote unahitaji
Mungu anajua, na ndio maana Mungu anasema hakuna haja ya kuelezea watu ama kuambia watu vile unatumika, maana unachotaka Yesu anajua. Na pale ndipo mstari wa 9 Yesu akawaambia, mtaomba hivi, basi ninyi salini hivi: Baba yetu aliye mbinguni. Baba yetu aliye mbinguni, si baba aliye duniani, si baba aliye mahali pengine. Baba yetu, na hii ni sala iko na nguvu sana. Sala ya Bwana mara 3 ni ya ushindi mbele za Bwana. Ile siku utaona kitu kinakusumbua, kitu kinakufanya ulie, kitu kinakufanya usikie. Kuna wakati sikuwa najua kuomba nilipookoka. Watu nasikia wanaomba na shindo, jamani mimi niombe nini? Na hakuna kitu najua. Lakini mtumishi wa Mungu akatufundisha hii ombi, Lord's Prayer, sala ya Bwana. Na pale ndipo nilikuwa nikimaliza kazi zangu, nafunga nyumba yangu, naomba hiyo sala ya Bwana, nikizunguka nikifuatilia tu. Nikimaliza naanza tena, nikimaliza naanza tena, nikimaliza naanza tena. Na kweli Mungu alikuwa anajibu maombi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapoomba sala ya Bwana kwa imani, sababu ilipeana na Yesu, lazima kila naombea upate. Bwana Yesu asifiwe. Bora usijitangaze kwa watu. Akasema ombeni hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, jina la Bwana Yesu litukuzwe, ufalme wako uje. Mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe. Wahitaji nini mchana leo ama jioni ya leo? Unapoomba unamwambia Bwana, mapenzi yako yatimizwe Bwana. Sitaki nijitangaze kwa watu ama nijionyeshane kwa watu ama watu wajue hii, lakini Baba nakuomba mapenzi yako yatimizwe kwa maisha yangu, mapenzi yako yatimie kwa huduma yangu, mapenzi yako yatimie kwa wokovu wangu, mapenzi yako yatimie kwa familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ombi liko na nguvu sana hapa duniani kama uko mbinguni. Mstari wa 11, utupe leo riziki yetu. Mungu hawezi kukuacha ulale na njaa, ukose chochote unahitaji. Ukiomba tu mbingu isikie, si watu wasikie. Waambie Bwana, naomba riziki yangu ya kila siku. Hakika lazima utamwona Bwana. Naomba Bwana mapato yangu ya kila siku, naomba fedha za kila siku, chakula cha kila siku, lazima utamwona Bwana. Pokea neema kushika maombi na kuomba Mungu asikie na mbingu ione. Mstari wa 12, tusamehe deni zetu, ni dhambi. Kila ombi lako ambia Bwana akusamehe, kama sisi nasi tuwasamehefu wadeni wetu. 13, na usitutie majaribuni. Mungu anajua kila mtu ako na majaribu, si eti ya kwamba Mungu ajui ya kwamba unajaribiwa. So Mungu anasema tuombe tukisema, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufike hapo na Mungu atatenda kwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba hilo ombi, omba kwa imani, na waambie Bwana siku zote nisaidie. Na ndio ombi Yesu alipeana mahali hapa. Mungu akasema tukianza maombi tuombe na sala Bwana, maana ilipeana na Mungu. Kitambo uongezee maneno ile ingine, unasikia roho Mungu anakupatia. Kwanza unaomba sala ya Bwana, unaambia Mungu, naomba mapenzi yako yakatimie, si mapenzi ya watu Baba, na si kuonekana na watu, na si kutangaza kwa watu, lakini mapenzi ya kimbingu yakatimie kwa watoto wangu, kwa maisha yangu, kwa wokovu wangu, kwa kunena kwangu. Na hakika pale utamwona Mungu akitenda kwa yote. Simameni wapendwa, na msongee mbele kwa madhabahu. Simameni, songeni hapa kwa madhabahu, mwambie Bwana mapenzi yake katimie tu. Vitu zote ukifanya katika roho Bwana utamwona Mungu, utamwona Mungu akitenda. Chochote unafanya, fanya katika roho Bwana. Ambia mbingu nisikie, mbingu sikia, mbingu sikia, wajua moyo wangu. Yesu atatenda kwa yote. Songea kwa madhabahu ya Bwana, umwinulie Yesu mikono ukimwambia, mweleze Bwana
maana yeye anasema tutaomba tukisema, na usitutie majaribuni. Omba Bwana asikuweke kwa majaribu. Omba Bwana akupigania kwa majaribu. Yale majaribu unaona mbele zako, na ile milima unaona mbele zako, ambia Yesu akuondoe mahali pale, naye Mungu atatenda kwa yote. Songea kwa madhabahu, songea, ambia Bwana, magonjwa niondolee. Kuna watu wako na majaribu ya magonjwa, ambia Yesu akuondolee. Kuna watu wako na majaribu ya kukataliwa, ambia Yesu akuondolee. Ambia Bwana, naye Mungu atatenda kwa yote, katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukatenda, ukatawale. Wacha kushikanisha mikono nyuma, hiyo ni ishara ya vifungo. Mwinulie Bwana mikono kwa ujasiri, mwambie Bwana, niko mahali hapa, natamani nikuone, niondolee majaribu Baba, nipiganie Yesu wa milele Bwana, na kile utaomba kitafika kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kile utaomba kitafika mbinguni, kile utaomba kitafika kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yesu akapeana maombi akisema tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe deni wetu. My Father, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Ambia Bwana, mapenzi yake yakatimia kwa maisha yako, mapenzi ya Bwana yakatimia kwa wokovu wako, mapenzi ya Bwana yakatimie katika jina likatarabozeketereba. Omba Bwana, kinywa chako weka maombi, weka maombi kwa kinywa chako, weka maombi kwa kinywa chako, maana wale watu waliofunguliwa ni wale walipewa ile sala na wakaomba, wakaambia Baba wa mbinguni, tunaomba mapenzi yako yakaweza kutimia katika jina la Yesu Kristo. Yesu wa mbinguni Bwana, shuka Baba, tenda mema.